Na tukiongea ukweli, street kids na malaya wanafaa watolewe CBD. Hao watu wanafaa watolewe CBD. Nikumoto manze. On today episode tunaenda kuchambua historia ya street kids na umalaya town CBD step by step. Thief 1, Thief 2, Thief 3, and this is how phone was snatched. Kenya hapa ni archives hizi unafanyika. Ukijana amevaa cape ka black na yellow, hii jacket ya red, white and black, ameibia hapo msee, imagine. Wameibia tu hapo mtu. Alafu wa Kenya wanaona, wanajifanya hamnazo, wako busy. Wako busy, kila mtu ana mind business yake. Na hawa ni wezi, wameibia hapo msee. Ona venye wamesimama tu wameangalia. Ani mayouth. Na utu ni tu vijana tu, mpaka wanapiga story, bro acha mimi niende hapa kumeharibika. Na tu vijana ni tutatu, imagine. Habari ndio hiyo guys. Na inasemekana hao vijana wako na confident ingine mwecheche, yani noma. Kwa sababu wako na tactics kama wanakuambia tupe hiyo simu ama tukupake mafi. Hiyo ni 1. 2, wanakuchukulia simu, wanakuambia ukimbie ama upigwe. Hiyo ni 2. Haogopi giza. Mbele ya polisi wanakuibia, mchana, usiku wanakuibia guys. So check this out. Man, ilikuwa last week on Monday, nilikuwa ambush na group of street kids. Juu nilipea moja huko nyuma juice na sikuwa na anything to give wenye walikuwa huko mbele. I didn't have anything to give on a serious note. They were talking walikuwa na threat and they were talking about some nojo tutakupaka mafia anti. Kwanza venye umevaa white na niko na mafuta ya gari hapo, by the time unamaliza kutembea kwa hii corridor ufike huko mbele, utakuwa unafanana na one of us. Hawa vijana chapakazi aka wenye mji wanaweza kutabisha guys, kwa sababu wase si ati wanacheka na wewe. Na pia guys, ilifika mpaka time wananchi waliamua kujichukulia sheria mikononi, kunyorosha vijana kwa sababu polisi nikawa walishindwa. Vijana wametusumbua sana, na ndio maana tumejiamulia sisi wenyewe, kwa sababu wakishikwa hakuna lolote lenye wanafanyiwa, wanafika huko county hajapitisha sheria. So tumeamua kujisafishia sisi wenyewe, tuwaondoe town, customer wetu wakae na amani, wasafiri wakiwa salama. Operation angamiza mikora, linda na tunahitaji town iwe safi. Enda ingia kwa gari kama kuna wizi ambayo unaendelea Nakuru town. Gari ikishukisha unakuta gari moja imeibiwa simu 10. Vijana wamejitolea kutuangamiza hapa town, ndio maana tumechoka. Hata sisi tumechoka sana sisi. Umse ni mwizi, alishikwa akiiba, akapatiwa option. Akaambiwa ni either tukupige hadi mapolisi wafike hapa, of which utakuwa ushanyuria, ama udance hadi mapolisi wafike hapa. So alichoose gani? Alisema weka ngoma. Ndio huyu sasa amekuwa kidance. Na kama kawaida unajua mapolisi wauchelewa. Hakuna polisi hufika on time. So amekuwa kidance for 2 hours. Hii ni 2 hours later. Kimechoka. Kikaanza hata kuomba msamaha bana. Juu kishachoka. Style zote zimeisha. Anajaribu kufikiria zile za kina Klaus na Naisenya. Wapi hazikuji. So alijaribu kuambia watu wakinipeeni break. Watu ni wajinga. Hawabembelezangi wezi. So hata wakumuongelesha. Kijango tu kilipita mbele yake na nyahunyo. Jamaa kujua mahali mastingo zimetoka. Alianza kufanya hapa mashaku. Next tunaenda kwa watu wa mkono aka pale Sabina Joy. So ukienda Sabina Joy unajua tunakutananga nao. So guys, hao pia wameonekana wakichafua rada vibaya sana, kwa sababu unajua obvious kwa na biashara lazima upige marketing. So ile process ya kupiga marketing obvious inapatanga pia hata wale watu wako interested, na pale ina create some disturbing images. So let us look on this video.
Wezi. Bonde ndo bezi. Hapo ndo mlalala. Mshakula. Mnakuja niwapeleke sehemu mkule. Unaingiaga hivi side. Kwa hivyo ndio kwa mwisho Kwa hivyo au utaanguka. Simu. Na tukiongea ukweli, street kids na malaya wanafaa watolewe CBD. Au watu wanafaa watolewe CBD. Man, ilikuwa last week on Monday, nilikuwa ambush na group of street kids. Juu nilipea moja huko nyuma juice na sikuwa na anything to give wenye walikuwa huku mbele. I didn't have anything to give on a serious note. They were talking walikuwa na threat and they were talking about some nojo tutakupaka mafia anti. Kwanza venye umevaa white na niko na mafuta ya gari hapo, by the time unamaliza kutembea kwa hii corridor ufike huko mbele, utakuwa unafanana na one of us. Utakuwa unakaa one of us. Last be the first video na mkana patana nani about ya photographer mwenye amegongwa broad daylight na street kid. Hapo hivyo archives. Na your traffic officers were just there. Your hongo kwa hongo sako were just there. Let's just talk about it. These same street kids ndo walikuwa natumika na politicians zile matime kwa actors goons na walikuwa na destroy people's property. Am I lying? Msijifanye mmesahau. Ukitembea Nairobi CBD kwa hizo corridors na alleys kuna nuka. Hawa watu wanapupuna wanasusu kwa hizo alleys like nobody's business. In fact mbako wengine wanakulana kwa hizo alleys. Wanamangana. Tuachane hata sana CBD. Ukienda huko side za Westlands na some outskirts of Parklands. Au sasa hata si street kids. Au ni street wa matua kubwa, street wa mamas. Ameamka asubuhi, amejinyorosha ni kama ako kwake. Ako na blanketi na hizi jackets zenye zinakuanga zimejeza cotton ndani. I'm not sure what they're called. But yeah. Asisikia baridi in the morning. Pita hapo hivyo jioni. Same person. Jioni. Ako na umbrella na cape. Jua isimtandike. Wa Parklands sasa. Au mama wa Parklands. Street wa mama wa Parklands. Wako mpaka na smartphone buda. Smartphone. Wa Westlands kwa hizo pathways ukienda huko kama mtu nenda 9 West uko Sarit. Wako na till number in case uko cash. Unaweza donate through till. Na usikizu unapanda hata gari, mtu ameshapanda gari, tunaomba mtu changishie, one of us alipigwa risasi, sasa ni crippled, so tunaomba nyinyi mandugu na madada zetu mtusaidie ndio tusirudi kwa streets kuiba, sijui nini. Come on guys. Mnakumbuka enzi za Kibaki? Hakukuwa na street kids CBD. Wote wako na makwao. Walibebwa wote wakapelekwa kwao. Na wenye wako na kwao na mafamilia walipelekwa children's home. Na wenye walikuwa capable and able to work walipelekwa NYS na right now wanalipa ushuru. Mimi nawaambia hiyo CBD sipokuwa controlled, it's a ticking time bomb. Malaya pia waone kama utatengenezewa soko. Waende wakaenge huko ndo tujue hiyo ndo base. Squeeze town. Squeeze tembe town. Unashukwa tu msolombo na meows without your consent. Hata wajali kama uko ni celibacy jani. Unashikwa tu msolombo na meows without your consent. Mimi nani anaomba sisi tunatoka kwa customer? Okay, najua kuna customer lakini hey guys, it's high time tukae chini to discuss hizi vitu cause hapana. No, it's getting too much. How watu wamenomalize, tuachane malaya aside, street kids wamejua like kuna free lifestyle and it's cheaper. Au tu ni rebellious children wenye wameshindwa kukaa kwao cause their parents have set rules, so akaamua kukuja kwa streets. I'm not even lying. Na ni sympathy yenu. Na empathy yenu ndio inafanya hata mwezi tembea town na amani. Una look to your right. Hoka asikupake sijui dawa ya kulevya ama sijui mzee fulani asikufanyie nini, uchanganyiko upeane simu yako. Siku hizi mpaka hoka anachukua na kuachia nguo hapo unalipa by force. Like what is even happening? Tuta focus on kuvuka barabara ama tutakuwa kila saa left right center. Hey, come on. What is your opinion about these street kids, guys? Comment down there on the comment section, guys, and don't forget to support by subscribing, guys. For those who have subscribed, thank you.